ndo adha ya umaarufu. Mimi nilipata bahati katika maisha yangu nimetengeneza umaarufu kwa kazi zangu. Ingawa wazee wangu nao walitengeneza umaarufu, kwa wakati ule nilikuwa natambulishwa kama mtoto wa fulani, lakini nikasema hapana, lazima nijitambulishe myself kwa kazi zangu. Kwa hiyo katika umaarufu mengi yatasemwa, ya kweli ya uongo, na kila jambo ukitaka kujibu utakuwa kwanza kuumwa kwetu sisi wanadamu. Dini zote ni ibada, lakini afya yangu haijawahi kutetereka. Labda siku hizi sionekani sana kwenye social media, na ninajua kwa nini. Kwa hiyo mtu anaamua kuzusha. Hata juzi hapa yalipotokea haya matatizo ya maandamano, wakasema nimekufa na maiti yangu imeokotwa Coco Beach. Bahati mbaya social media ilikuwa imezuiwa. Imagine familia yangu, watoto wangu wanasoma nje, wazazi, baba zangu wadogo, aunti zangu, dada zangu, kaka mdogo wangu wako Europe, wengine wako Marekani. Alafu hapa hawaoni chochote. Shock iliyokuwepo kwenye familia. Watoto wangu wanapiga simu analia tu. Hakuna mawasiliano. Inabidi sasa wanaweka vocha, baadaye wanapiga kwenye simu za kawaida, na network ilikuwa inasumbua kweli kweli. Unamhakikishia amini, mimi haji mzima, sijafa, siumwi, niko nyumbani kwangu, nimetulia na naangalia TV, nawekea sauti labda mdogo wake amsikie. Hakuna connection. Hasa utazuia social media saizi, mtu anaandika chochote kile. Bahati mbaya sana, ndio maana nasema vijana ni sio rika peke yake, ni maono Afrika. Yaani mtu anaamka asubuhi, kazi yake kuingia kwenye social media kutukana watu. Asubuhi akiamka anatukana watu, anazusha hadi hivi fulani hivi fulani hivi asubuhi. Hawa ndio vijana ambao tunasema nguvu kazi ya leo. Anaweka bando lake la buku kwa ajili ya kutukana watu na kutengeneza scenario za uongo. Mimi mwaka huu nimesema maneno mengi, yapata hata kujibu. Imeambiwa vitu vingi, na naona nacheka. Shavuka miti na level ya kujibizana na watu kwenye mitandao. Hata uandike kitu gani, as long as kinyaribii chochote, andika. Si mimi sasa na prove nini ndugu yangu? Hadi ndio huyu kafanya press. Nilikuwa nasubiria muda mwafaka niwaite ndugu zangu na habari. Swala kwamba baada ya udiwani, mimi kwangu sasa hivi interest yangu ni udiwani. Kero na Kariakoo. Najua labda hamjui uzito wa kuwa diwani, hasa wakata kama Kariakoo. Itakapofika muda mwafaka, kama nitakuwa na interest wakati huo. Lakini interest yangu mimi ni kuondoa shida za watu wa Kariakoo. Wana changamoto nyingi. Brother, hebu nakuombeni, hebu katembeleeni muione Kariakoo ilivyo na uchafu uliokithiri pale. Lazima atokee mtu akasacrifice maisha yake kwa ajili ya usafi wa Kariakoo. Mtu huyo si mwingine, ni mimi. Nitakwenda kwa ajili ya Kariakoo. Yani siwezi kuishi kwamba naishi pale maji michafu. No. Ni bora niache tu. Yani mimi nakuwa diwani pale nimekaa mitaro natoka maji michafu. Haiwezekani. Nimehama Masaki. Sio nyumba pale Kariakoo. Lakini nimesema hapana.
lazima niaishi maisha yao. Naishi Kariakoo, lazima nikitoka nione ile mtaro wa maji machafu, nampigia simu mtendaji, nampigia simu DAWASA, na yaona. Lazima niaishi maisha yao. Na nyumba Panga na nyumba Masaki kisapata, lazima niishi maisha ya watu wangu. Kuna maulidi naenda, kuna msiba na shiriki, kuna mtaro wa maji machafu, umeme umekatika, bila nipige simu TANESCO mwenyewe. Saki hadithi. Wakati fulani nilikuwa nadhani nilikuwa niko Yanga kama sikosei, t-shirts zinauzwa bei ya jumla wakati ule 35. Wauzaji wa rejareja ambao tumeuzia, nadhani tuko tunauzia 28 huko Sinza, Makinondoni, jezi unakuza 45. Nikachukua gari usiku mimi mwenyewe physical na polisi Sinza, kamata. Ndio uongozi shekhe, kwa sababu anaihujumu club, anahujumu mapato ya club, lakini anawaumiza wananchi. Alafu tuko tunakwenda wakati ule, ujue zamani ilikuwa jezi zinatoka siku moja siku mbili, wiki ya Mwananchi au Simba Day. Kwa hiyo kuna watu wengi mitandaoni wakalalamika hawana uwezo, wametangaziwa bei ya jezi 35, lakini maduka yote ya mjini 90% wanauza jezi 45 mpaka 50. Na kwa sababu mtu ana shida ya jezi avae siku Mwananchi, wenye uwezo umetoa, lakini ibidi nifuate mwenyewe kwenda site. Hivi ndivyo ninavyotaka. Kwa hiyo swala la kwamba nitagombea baadaye ubunge au cheo chochote kile, sasa hivi interest yangu ni udiwani. Yawe sahihi, lakini na mazingira ya mkazi yawe sahihi. Kwa hiyo tutakaa chini tuzungumza na tutakuja na majawabu. Mimi siamini katika matumizi ya nguvu, wala sitakubali mtu yote athirike kwa nguvu ya aina yoyote, zaidi ya kwamba tukakae chini tusafishe Kariakoo. Sawa. Swala la umea, nimeona taarifa ya chama kwamba fomu zinaanza kutoka kesho na kesho kutwa. Jambo la umea sio jambo la kukaa peke yako, lazima ukae na familia, marafiki zako, ndugu zako, shauriane. Hapo lazima uangalie interest nini, kwa sababu hili jambo ni ndani ya siku mbili hizi tutapata majawabu. Lakini kwa sasa sueli, acha 48 hours ipite. Nikiamua basi mtasikia kama nitaamua kugombea, lakini sasa hivi narudia, interest yangu namba 1 ni udiwani wa Kariakoo, namba 2 ni udiwani wa Kariakoo, namba 3 ni udiwani wa Kariakoo. Interest yote nyingine itakuja baada ya hizi interest 3. Unajua rafiki yangu mmoja jana alikuwa anamtania, dada fulani kakosa bwana akupata tau naibu waziri. Ala, nikamwambia akili yako mbovu kabisa. Wewe mtu kagombea ubunge ili awatumikie wananchi wa jimbo lake, hayo mengine ni ziada. Siamini kwamba aligombea ili awe minister au deputy minister. Aligombea akawatumikie wananchi wa jimbo lake. Rais ikimpendeza anamteua, ikiwa vinginevyo hatamteua. Na sisi kwenye udiwani hilo, madiwani wote wale, tuko madiwani Dar es Salaam over 50 ukichanganya na wabunge kwa manispaa ya Ilala. Wote wale, hata wa viti maalum, interest yao ni kutumikia watu. Hawakuwa na interest. Sidhani kama kuna mtu kagombea maalumu ili nje kuwa meya, atakuwa amekosea. Niligombea kwa sababu ya Kariakoo wangu. Kama itatokea mbele ya safari, basi mtaona
tutaona. Ni mambo ambayo yanahitaji utaratibu, na chama chetu kina utaratibu. Yaani sio kwamba unakuja hapa mimi nataka ubea. Hapana. Chama hiki na utaratibu. Kuchukua fomu, kurejesha, ujadiliwe. Kitokea basi itakuwa Mungu ameandika, haikutokea basi pia Mungu ameandika. Zote mbili ziko tarafa ya Kariakoo. Kwa hata Yanga iko kwenye tarafa yangu ya Kariakoo na Simba iko tarafa yangu. Zote nasitakia kila la kheri. Yanga wanapita katika transaction period. Sijui kama watatoboa au la, lakini niwaambie hiki kipindi ambacho napitia Yanga, Simba walipitia, na Simba nao wako katika hawako, yani wote bado, kwa sababu makundi haya ni magumu. Hebu tusubiri, lakini Yanga atashinda mechi, Simba atashinda mechi. Ni vipindi tu vifupi ambapo mnapitia. Wagiriki wanasema transrura rurura, mnapitia tu vipindi fulani vigumu, lakini Yanga timu yao nzuri, nimeliona ile striker pale mbele hatari. Simba nalo wanadude pale mbele hatari. Kwa hiyo tutakie kila la heri. Swala la Kariakoo, swala kwenye sekta ya michezo, nafikiria mbele ya safari.